Mahali popote mnakonisikiliza, ninawasalimia kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu ni ndugu Ayubu Jema, kati ya wale wanaoipokea neema ya wokovu na kuhesabiwa haki kwa tendo moja la haki la Yesu Kristo, naamini mmoja wao. Ninakukaribisha mahali popote ulipo katika kipindi hiki cha kulisoma na kulitafakari neno la Mungu kwa ajili ya kuendelea kukua kiroho, kwa ajili ya kuendelea kuongeza ufahamu wetu ndani ya neno la Mungu, ili ya kwamba tukazidi kukua ndani ya wokovu, na kwa wale ambao bado hawajapokea wokovu waweze kupata ufahamu na wakaweze kufungua mioyo na kuiamini Injili, ili ya kwamba waweze kuhesabiwa haki. Lakini kabla na tuanze kutafakari somo la leo, hebu na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, uliye ndani yetu tena ukae kati yetu, jina lako Baba na litukuzwe milele. Wewe ndiwe Mungu wetu, uliye uhai wetu na uzima wetu. Ninakushukuru Bwana kwa majira mengine tena umetupea ya kulisikiliza neno lako, Mungu, na kuweza kulitafakari, ili ya kwamba Bwana tukazidi kukua ndani ya imani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Asante kwa sababu ya ndugu yangu na dada yangu ambaye anasikiliza kipindi hiki. Ninaomba ya kwamba Bwana ukamfungue kila mmoja wetu macho ya ndani, ili tuweze kuona maajabu yaliyo ndani ya neno lako. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Basi ndugu yangu na dada yangu, na kukaribisha tena katika kipindi cha leo, ili tukaweze kulitafakari neno la Mungu. Na somo ambalo tunaenda kulitafakari ndani ya siku ya leo ni somo ambalo linasema jinsi Mungu anavyowafanya wenye dhambi kuwa wenye haki na watakatifu mbele zake. Jinsi Mungu anavyowafanya wenye dhambi kuwa wenye haki na watakatifu mbele zake. Kuna swali ambalo watu wengi huuliza, ambalo nalo ndilo hili. Wengi huuliza, je, mwenye dhambi anawezaje kuwa mwenye haki? Hilo swali sio sisi wa kwanza kujiuliza, lakini hata ndugu yetu Ayubu ndani ya Biblia alikuwa na swali hilo hilo. Ukisoma ndani ya kitabu cha Ayubu sura yake ya 9, ukisoma ule mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanasema namna hii: ndipo Ayubu akajibu na kusema, kweli najua kuwa ndivyo hivyo, lakini mtu huwaje mwenye haki mbele za Mungu? Unaona, Ayubu katika mapito yote aliyokuwa amepitia, habari yake tumeisikia, habari yake wengi tumeisoma na tunaijua. Marafiki zake waliweza kumtembelea ili kuweza kumfariji, na mmoja ambaye anaitwa Bildadi, kuna maneno ambayo aliyaongea. Na sasa hapa katika sura ya 9 mstari wa kwanza na wa pili, Ayubu alikuwa anamjibu Bildadi. Lakini Ayubu naye akawa akona swali ya kwamba, lakini mtu huwaje mwenye haki mbele za Mungu? Hili ni swali ambalo limekuwa na watu wengi ndani ya mioyo yao, ya kwamba mtu anawezaje kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Na katika kutafakari somo la leo, ninaamini utapata jibu ya kwamba mtu anawezaje kuwa mwenye haki mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninachokuomba ni ya kwamba wewe tu kaa karibu ili uweze kufuatilia somo hili, kwa sababu utaweza kupata jibu hilo ya kwamba mwanadamu ambaye ni mwenye dhambi anawezaje kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Na jambo la kwanza ningependa ujue ya kwamba wanadamu wote ni wenye dhambi kwa kuzaliwa. Wanadamu wote ni wenye dhambi kwa kuzaliwa. Mtu hawi mwenye dhambi kwa sababu amefanya dhambi ama amefanya makosa. Badala yake, kila mtu anakuwa ni mwenye dhambi kwa sababu ya kuzaliwa na mwanadamu mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12, na ninaomba hapa nifungue ili tuweze kusoma. Warumi sura ya 5 mstari wa 12, maandiko matakatifu yanasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote,
kwa sababu wote wamefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika barua hii ambayo Mtume Paulo aliandikia Wakristo waliokuwa mahali pale Rumi, tunaona ya kwamba akawa anawafafanulia jinsi ambavyo dhambi iliweza kuingia ulimwenguni, na tunaona ya kwamba hapa vile ambavyo aliweza kueleza ya kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja. Sio sisi tuliotenda dhambi, lakini Adamu ambaye ndiye baba ya wote wenye mwili ndiye aliyetenda dhambi, na kwa sababu alitenda dhambi, inabidi kila mwanadamu anazaliwa na hiyo asili ya dhambi. Kabla Adamu atende dhambi, alikuwa ni mwenye haki mbele za Mungu. Na ningependa uelewe, kinyume cha mwenye haki ni mwenye dhambi. Kama mtu si mwenye haki, maana yake title yake ni mwenye dhambi. Sasa Adamu alipoumbwa na Mungu hakuwa na dhambi, hakuwa mwenye dhambi, lakini tokea alipoasi amri ya Mungu aliyokuwa amepewa pale Edeni, tunaona ya kwamba mara moja akabadilika, akawa si mwenye haki tena, lakini akawa ni mwenye dhambi mbele za macho yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninaamini hapo tumepata ufahamu ya kwamba dhambi iliingia duniani kupitia mtu mmoja ambaye ni Adamu. Kwa hivyo kila mwanadamu ni mwenye dhambi kwa kuzaliwa. Kila mwanadamu ni mwenye dhambi kwa kuzaliwa. Alicho nacho Adamu ndicho ambacho anaturithisha sisi watoto wake, na kile ambacho tunarithi kwa Adamu si haki, badala yake tunarithi dhambi. Na tunaona ya kwamba matokeo ya dhambi ni mauti, kufa. Unakuta tunakufa, tunarudi mavumbini. Watu wengi hutumia lugha ya kusema ya kwamba Mungu amevuna, Wakati mtu anakufa, unasikia wengi wanasema Mungu amevuna cha kwake, lakini kiuhalisia si Mungu amevuna. Badala yake mwanadamu ndiye anavuna matunda ya dhambi, ndiye anavuna, ni penalty, ni hukumu kwa sababu ya dhambi ambayo Adamu aliweza kutenda. Kumbuka ya kwamba Mungu aliweza kutoa hukumu yake pale Edeni, na akasema ya kwamba kwa sababu Adamu aliumbwa kwa mavumbi, mavumbini atarudi. Lakini kilichomsababisha Mungu kutamka hivyo ni kwa sababu Adamu sasa amekuwa si mwenye haki, bali ni mwenye dhambi. Kwa sababu hiyo mwanadamu anapokufa, huyo mwanadamu ndiye huwa amevuna mshahara wa dhambi ama malipo ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukisoma kwenye Warumi sura ya 5 mstari wa 18 hadi wa 19, hebu naomba tusome ili tuweze kusikia maandiko yanavyosema. Warumi sura ya 5 mstari wa 18 hadi wa 19, na maandiko haya yanasema: basi tena, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kupitia bado Adamu tunafunuliwa hapo ya kwamba watu wote wameweza kuingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kwa hivyo kuwa mwenye dhambi ni kwa sababu tumeingizwa katika hali ya wenye dhambi kwa sababu ya dhambi ya baba yetu Adamu. Basi tena, kama kwa kosa moja. Kwa hivyo kosa moja tu ambalo lilifanywa na baba yetu Adamu ndio lilisababisha wanadamu wote waweze kuhesabiwa kwamba wote ni wenye dhambi, kwa sababu na sisi tunazaliwa na Adamu ambaye ni mwenye dhambi. Tumezaliwa na Adamu ambaye ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa ningependa tuende kwenye kipengele kingine. Sasa tumeona vile ambavyo mwanadamu ameweza kuhesabiwa kwamba yeye ni mwenye dhambi. Mwanadamu ni mwenye dhambi kwa sababu amezaliwa
na mwanadamu mwenye dhambi. Na sasa tungependa kutazama kipengele hiki cha pili, ya kwamba sasa huyu mwanadamu mwenye dhambi anawezaje sasa kuwa mwenye haki? Maana tayari tumeona kinyume cha dhambi ni haki. Kama mtu si mwenye dhambi, maana yake kinyume chake ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa hili swali ya kwamba je, huyu mwanadamu mwenye dhambi anaweza kuwa mwenye haki mbele za Mungu? Hili swali sasa tunaenda kulijibu hapa kwa neno la Mungu. Neno la Bwana ndilo taa yetu na mwanga wa njia zetu. Hatutatumia akili zetu, kama vile nilivyokuambia kwenye ujumbe uliopita. Hatutazitegemea akili zetu sisi wenyewe. Ni lazima tumtumaini Bwana. Lazima tumtumaini Bwana atuelekeze, atuonyeshe kuko namna gani huyu mwanadamu ambaye amezaliwa katika dhambi anawezaje kuhesabiwa haki mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jinsi wanadamu tunavyoingizwa katika hali ya wenye haki. Romans chapter 5 verse 18. Naomba tusome hapo Warumi sura ya 5 mstari wa 18 hadi wa 19. Tutasoma hapo tena Warumi sura ya 5 mstari wa 18 hadi wa 19, na maandiko haya yanasema, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Mstari wa 19, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba jinsi ambavyo kila mwanadamu aliingizwa katika hali ya dhambi kupitia mtu mmoja ambaye ni Adamu, vivyo hivyo kila mtu anaingizwa katika hali ya wenye haki kupitia mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Adamu alitenda tendo moja la dhambi, watu wote tukaingizwa katika hali ya wenye dhambi. Title yetu sote tukawa ni wenye dhambi. Lakini Bwana Yesu naye alipokuja duniani, kwa tendo lake moja la haki alilolifanya, kwa kuweza kubeba dhambi za wanadamu juu ya mwili wake, kwa kuweza kukubali kufa kwa ajili ya dhambi zetu ili tuokolewe, kwa hilo tendo alilolifanya Yesu, kila mwanadamu sasa anayo fursa ya kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Na hii haki inapatikana kwa njia ya imani. Kristo alishatolewa akawa sadaka ya dhambi. Tukisoma kwenye kitabu cha nabii Isaya kuna mahali inasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, yani juu yake Yesu Kristo, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Oh, haleluya! Sio kwamba tu tumepona kutokana na magonjwa, bali tumepona kutokana na dhambi. Maana kuna kitu mbaya zaidi kuliko magonjwa, nayo ni dhambi ambayo inapeleka watu jehanamu, inatenga watu na Mungu milele. Lakini Yesu Kristo alipokuja, kwa tendo lake moja la haki, wanadamu wote tumeingizwa katika hali ya wenye haki kwa njia ya imani. Ndio maana hapo ni lazima mwanadamu aamini kwanza, alafu ndipo anapata hiyo haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona kwamba sio sisi ambao tunatenda tendo la haki ndio tufanyike wenye haki mbele za Mungu. Badala yake Yesu Kristo ndiye aliyetenda tendo moja la haki, na kwa hilo tendo lake moja la haki wanadamu tunakubalika mbele za Mungu sasa. Na kukubalika mbele za Mungu kuwa ni wenye haki, hii inamaanisha ile title tuliyokuwa nayo mwanzoni ambayo ni wenye dhambi inabadilika sasa. Baada ya kumwamini Kristo, title inakuwa ni mwenye haki, ya kwamba yule aliyemwamini Yesu Kristo title yake inakuwa yeye ni mwenye haki. Kwa utaratibu gani? Kwa tendo moja la haki la Yesu Kristo. Huyu mwanadamu ambaye anafungua moyo na kumwamini Yesu Kristo, basi anafanyika mwenye haki. Kumbuka ya kwamba mtu hurithi kile ambacho
yule ambaye amemzaa ako nacho. Adamu amebeba dhambi ndani ya mwili wake, kwa hivyo yeye anazaa wenye dhambi, lakini Mungu anayo haki ndani yake, kwa hivyo Mungu anazaa wenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini ujumbe huu unakuelea vizuri, ninaamini unaendelea kuufahamu vizuri sana. Understanding inaendelea kuingia ndani ya moyo wako, ya kwamba mwenye dhambi anazaa mwenye dhambi mwenzake, lakini mwenye haki anazaa mwenye haki. Oh, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kila mwanadamu anayemwamini Yesu Kristo anahesabiwa haki, dhambi zake zinaondolewa, makosa yake yote yanafutwa, anakuwa yeye ni mwenye haki mbele za Mungu kwa sababu ya kile kitendo moja cha haki Yesu Kristo alichokitenda mahali pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tena tusome kitabu cha Isaya sura ya 53 mstari wa 10 hadi ule wa 11, tuone hapo nako maandiko yanatuambia vipi. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 mstari wake ni wa 10 hadi wa 11, na maandiko yanasema hivi: lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki. Oh, haleluya! Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi, wala si wachache, atawafanya wengi kuwa wenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayeongewa hapa, huyu mtumishi mwenye haki, si mwingine ila ni Yesu Kristo Bwana wetu, aliyekuwa ametabiriwa na nabii Isaya ya kwamba atakuja na kuweza kuwafanya wengi kuwa wenye haki kupitia tendo lake moja la haki la kuweza kufa pale msalabani kwa ajili ya wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mstari ambao ningependa kusisitiza hapo ni huu ambao unasema kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki. Kumbuka, kama vile nilivyotangulia kusema hapo mwanzoni, kila mwanadamu ni mwenye dhambi, hakuna mwenye haki, hakuna. Wote ni wenye dhambi kwa sababu ya kuzaliwa na mwanadamu mwenye dhambi ambaye ni Adamu. Adamu naye akazaa Kaini, akazaa Abeli, hivyo kukaendelea mpaka baba zetu nao pia na mama zetu wakazaliwa, bado walikuwa na wao pia ni wenye dhambi, maana wote tumetokana na huyu mtu mmoja ambaye ni wa udongo, ambaye ni Adamu. Lakini Yesu Kristo alipokuja duniani, yeye sasa kwa vile ni mwenye haki, alikuja kuwafanya wenye dhambi wote kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini ilikuwa ni sharti, njia maalum ambayo Mungu alitengeneza iweze kutumika ili hawa wenye dhambi waweze kuwa ni wenye haki. Wewe ambaye umesoma kwenye kitabu cha Agano la Kale, utapata ya kwamba kuna vile ambavyo ilikuwa inabidi mnyama achinjwe ama mnyama auawe, ili ya kwamba kupitia damu yake mwanadamu mwenye dhambi aweze kutakaswa, aweze kusamehewa dhambi zake. Sasa kile kilikuwa ni kivuli. Agano la Kale ni kivuli, lakini Agano Jipya ndio original picture. Kwa hivyo yule mbuzi ambaye tunamwona kwenye Agano la Kale, yule mwanakondoo ama yule kondoo, yule njiwa, yule ng'ombe, hiyo yote ilikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo ilibidi aje duniani, ilibidi apewe mwili, maana Kristo amekuweko kabla vitu vyote, kabla ulimwengu kuwepo, kabla malaika. Yesu Kristo amekuwepo. Yesu Kristo amekuwepo. Kusoma ile
ile Injili ya Yohana kuanzia sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza, utasoma hapo ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Anasema naye neno akafanyika mwili. Kwa hivyo Yesu Kristo alipewa mwili, ilibidi apewe mwili wa kibinadamu ili kupitia ule mwili wake uwe ni sadaka ya dhambi, uwe ni dhabihu kwa ajili ya kuweza kuwatakasa wanadamu wenye dhambi, ili tuwe wenye haki na watakatifu mbele zake Mungu wetu. Kwa hivyo Bwana aliridhika kumchubua Yesu Kristo, yani hayo mapigo yote Yesu Kristo aliyoyapitia, ni Bwana aliridhika ya kwamba hayo yakampate, ili sisi wanadamu wenye dhambi tuweze kufanyika wenye haki kupitia tendo lake Yesu Kristo, tendo lake moja la haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa naomba tusome Warumi sura ya 3 mstari wa 20. Warumi sura ya 3 mstari wa 20. Tuone hapo maandiko yanatuambia namna gani. Kumbuka somo ambalo tunatafakari leo linasema jinsi Mungu anavyowafanya wenye dhambi kuwa wenye haki na watakatifu mbele zake. Mwenye dhambi anayo fursa ya kufanyika mwenye haki mbele za Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Kumbuka ni kwa njia ya imani. Yesu Kristo alipomaliza kuyafanya mapenzi ya Mungu, alipofufuka siku ya 3, maandiko yanasema ya kwamba alikaa pamoja na mitume kwa siku kadhaa kabla ya kupaa kwenda mbinguni. Akawapa amri, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo tunaona kwamba mtu atahukumiwa kwa sababu ya dhambi ambayo ni ya kukataa kumwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba tusome hiyo sura ya 3 mstari wa 20 katika kitabu cha Warumi, na maandiko haya yanasema hivi: kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi kuja kwa njia ya sheria. Kuna wale ambao hudhania kwamba mtu atahesabiwa haki na Mungu kwa sababu ametimiza matakwa ya sheria, ametimiza vile ambavyo Torati nasema ya kwamba sasa atahesabiwa haki. Maandiko yanatuonyesha wazi hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Haitawezekana hata kidogo. Ndio maana Wayahudi walitimiza hayo matendo ya sheria, lakini bado hawakuweza kufikia ule ukamilifu ambao Mungu alitaka. Ndio maana Yesu Kristo ilibidi atumwe tena ulimwenguni, akatumwa na Mungu Baba, ndiye mwana wa pekee wa Mungu wetu aliyetuumba. Ikabidi atumwe hapa duniani, maana yeye ndiye amejaa ukamilifu, ndiye ana uwezo wa kuweza kumwokoa mwanadamu kikamilifu. Damu yake inapita damu za mbuzi, damu ya Yesu inapita damu za kondoo, damu za wanyama, damu za ndege, damu ya Yesu inapita zote. Kwa hivyo ilibidi mwanadamu atakaswe na damu iliyo bora zaidi kuliko damu ya ng'ombe, maana yeye ni mfano wa Mungu. Kwa hivyo anastahili aweze kusafishwa kwa dhabihu zilizo bora zaidi, na hiyo dhabihu ni mwili wa Yesu Kristo, ni damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hakuna matendo ya haki mtu anaweza yatenda ndipo sasa aweze kustahili kuhesabiwa haki, lakini badala yake tendo moja la haki la Yesu Kristo ndilo linatufanya kustahili kuhesabiwa haki mbele zake Mwenyezi Mungu. Tukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10, tunamwona Kornelio. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Kornelio ambaye alikuwa na mcha Mungu, na maandiko yanasema alikuwa na sali daima na anapeana watu sadaka nyingi. So Mungu akafurahishwa sana na matendo yale. Lakini tukisoma katika maandiko utaona ya kwamba yale matendo ya haki hayangeweza kumwokoa Kornelio, na kwa sababu hiyo Mungu akaona ya kwamba ili huyu mtu
asiweze kupotea, maana kwa ukweli nimependezwa na matendo yake ya haki, lakini kwa vile hayawezi kumwokoa, nitamwelekeza aende wapi ili ya kwamba kaweze kuisikia Injili na kaweze kuamini. Na tunaona ya kwamba Kornelio alitokewa na malaika na akaambiwa atume watu waende kumwita Simoni Petro, ili atakapokuja Petero atamwambia Kornelio mambo ambayo anapaswa kuyafanya. Kumbe pamoja na kutenda matendo ya haki yale ya kutoa sadaka, kupeana watu msaada, kuwa mtu wa sala daima, hayo matendo yote hayakuwa bado na nguvu kiasi cha kuweza kumwokoa Kornelio ama kiasi cha kumfanya ahesabiwe haki mbele za Mungu. Kumbe kuna kitu kingine cha ziada anatakikana akifanye, nacho ni kumwamini Yesu Kristo. Kornelio alikuwa bado hajasikia Injili, alikuwa bado hajahubiriwa, na kwa sababu hiyo anatumwa, anaambiwa kwamba amwitishe Petero, amwitishe Simoni Petro. Atakapokuja Petero atamwambia mambo ambayo anafaa kutenda. Na tunaona Petero alipofika kwa Kornelio, alipoambiwa tu ya kwamba malaika wa Bwana ameniambia kwamba utakapokuja kuna mambo ambayo utaniambia ya kufanya, basi Petero mara moja akaelewa, hii ni habari ya Injili ya Yesu Kristo. Hapa ndipo nimetumwa sasa nikahubiri Injili ya Yesu Kristo kwa huyu mtu, ili ya kwamba ahesabiwe haki kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo. Na ukumbuke, imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa njia ya kusikia neno la Kristo ama kusikia neno la Mungu, hapo ndipo imani inaumbika. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima Kornelio asikie neno la Mungu, alafu aamini, alafu ahesabiwe haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwona Petero hapo akihubiri habari za Yesu ndani ya nyumba ya Kornelio, akahubiri habari za Yesu, akahubiri habari za Yesu. Wale wote waliokuwa wamekusanyika pale ndani wakajazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu alipoangalia mioyo yao akaona hawa wameamini. Basi wakamwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Na hapo uelewe ya kwamba walikuwa sasa washahesabiwa haki mbele za Mungu kwa njia ya imani. Hata kama walikuwa wanatenda matendo mazuri hapo zamani, ni vizuri kutenda matendo mazuri, na hayo ndio mapenzi ya Mungu, tutende matendo mazuri, lakini hawangeweza kuyategemea matendo yao mazuri kuwaokoa ama kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Kwa hivyo ilibidi waisikie Injili ya Yesu Kristo, wamwamini Yesu Kristo, alafu hapo wanapokea haki ya Mungu, ili tuweze kusimama mbele za Mungu tukiwa na haki ya Mungu, wala sio haki yetu sisi wenyewe. Maana kile ambacho sisi wanadamu tunaweza kukionyesha ni dhambi tu, lakini kile ambacho Mungu anatupea ni haki. Akishatupea haki, basi tunafanyika wenye haki kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nimalizie na kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 13. Matendo ya Mitume sura ya 13, mstari wake wa 38 hadi 39. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma. Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu, ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki na torati ya Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtume Paulo, alikuwa anahubiria watu akiwaeleza juu ya kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Hata katika yale mambo ambayo torati haingeweza kuhesabia mtu haki, lakini kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo, basi kwa hiyo imani kwa Yesu, unakuta kwamba huyu mwanadamu mwenye dhambi anahesabiwa kuwa sasa ni mwenye haki kwa sheria ya imani, kwa kumwamini Yesu Kristo. Yaani imani ndio inakuwa ndiyo sheria ya Agano Jipya, ya kwamba ni mtu amwamini Yesu Kristo, alafu anaweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili tatizo limekuwa kubwa sana hata miongoni mwa waumini, miongoni mwa wale wanaomwamini Yesu na kuikiri imani ya Kristo na kuukiri wokovu, lakini bado kuna changamoto, kwa sababu wengi bado hawajapata huo ufahamu.
bado wengi utapata kwamba wanakiri ya kwamba wameokoka, lakini bado ukianza kuwatajia habari ya haki wanasema hapana, wameokoka lakini wao bado ni wenye dhambi. Lakini huko ni kwa kukosa maarifa, huko ni kwa kukosa ufahamu. Maandiko yanatuonyesha wazi, mtu akishamwamini Yesu, title yake inabadilika. Yeye anakuwa ni mwenye haki, tena anakuwa ni mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma Injili kama alivyoandika Yohana mtakatifu, Yohana anaitwa Yohana mtakatifu, Mathayo mtakatifu, Luka mtakatifu, Marko mtakatifu. Sasa mtu anakuwa mtakatifu kwa sababu amehesabiwa haki mbele za Mungu, ameungamanika na Kristo Yesu, wamekuwa wamoja. Hapo unakuta ya kwamba kile alicho nacho Kristo, huyu mwanadamu naye anakipokea. Na Kristo Yesu ako na haki, ako na utakatifu, ako na uzima wa milele. Mtu akimwamini Yesu Kristo tu anakuwa ameungamana naye, wamekuwa roho moja, na unakuta kwamba alicho nacho Kristo na sisi tunakuwa nacho. Yaani kama Kristo Yesu anaingia mbinguni, basi na sisi tunaingia mbinguni kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali aliko yeye ndipo na sisi tutakuwepo, kwa sababu tumezaliwa kupitia yeye. Yeye ndiye neno la Mungu lililo hai, ambayo ndiyo mbegu ambayo kwayo sisi wanadamu tumezaliwa mara ya pili. Ndio maana mtu hawezi ingia mbinguni ama hawezi kurithi ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili maana yake ni kuzaliwa kwa mbegu nyingine. Maana ile mbegu ya kwanza ni ya Adamu, nayo imejaa dhambi, imeharibika. So ni lazima mwanadamu azaliwe mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika. Na hiyo mbegu isiyoharibika ni neno la Mungu, ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa yeye tunazaliwa mara ya pili na tunafanyika wana wa Mungu. Kumbuka maandiko yanasema kwenye Injili ya Yohana sura ya kwanza pale, ukianzia mstari wa kwanza ukiendelea kusoma pale, ya kwamba Kristo Yesu alikuja kwa walio wake, lakini walio wake wakamkataa. Lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye anayepeana mtu uwezo, anapeana mwenye dhambi uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Na kama ni mtoto wa Mungu, maana yake kile alicho nacho Mungu, huyu mtu naye pia anacho, maana amezaliwa na Mungu. Mungu anayo haki. So mtu akizaliwa na Mungu pia naye anakuwa na haki, ambayo si yetu wenyewe, bali ni haki ya Mungu ambayo ametuzaa nayo. Basi Mungu awabariki sana. Ninaamini ya kwamba kipindi hiki kimekuwa kwa baraka sana kwenu. Nasema Mungu awabariki na watende mema, azidi kupanua ujumbe huu ndani ya akili zetu na ndani ya mioyo yetu kwa Roho wake Mtakatifu, ili tukazidi kuelewa kwa upana kwa habari ya ujumbe huu wa kuhesabiwa haki kwa njia imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi hadi kipindi kijacho, nasema Mungu awatende mema, Bwana awalinde, Bwana awahifadhi. Yaweza kuwa uko hapo bado ulikuwa hujafungua moyo wako kumwamini Yesu Kristo, kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Basi unaweza fungua moyo wako. Umesikia ujumbe huu, ninaamini umepata ufahamu, imani pia na ikaumbike ndani yako. Maandiko yanasema ya kwamba kwa moyo mtu huamini hata akahesabiwa haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Yaani kwa moyo unaamini ya kwamba Kristo Yesu alikufa na akafufuka, na hapo basi unakuta kwamba unahesabiwa haki na unamkiri ya kwamba yeye ni Bwana, alafu hapo unaokolewa. So hapo ulipo unaweza fungua moyo wako na ukakiri maneno haya mbele za Mungu. Kiri pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, ninaamini ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, na ya kwamba ulikufa na kufufuka ili ya kwamba mimi nihesabiwe haki. Bwana Yesu, nakukaribisha ndani ya maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaipokea haki yako, Bwana wangu, na kwa hiyo nikasimame mbele za Mungu hata siku ya hukumu. Haki yako Bwana ikanitetee. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Kwa jina lako Yesu Kristo nimeamini na kuokoka. Amen. Basi hadi tutakapokutana katika kipindi kijacho, jina langu lilivyokuambia, naitwa ndugu Ayubu Jema, na kwa neema ya Mungu nimeokoka.
na kuhesabiwa haki kwa tendo moja la haki la Yesu Kristo. Amani yake Mwenyezi Mungu iwe pamoja na nyote. Amen.